Ah, kuna kitu nataka nikizungumze na leo narudia kukizungumza. Siku hizi wahubiri ambao wanahubiri makanisani, hususan wale ambao hawana elimu, yani hawajasoma, wanachukuliwa kawaida, yani hata hawapewi nafasi vile inavyotakiwa. Hasa mimi kuna wakati nakaa na kutulia. Biblia inasema kwa habari ya kina Petro, Yohana, ni watu ambao hawakuwa na elimu, na Mafarisayo walishangaa sana uelewa wa hawa viumbe walivyokuwa wanalielewa neno la Mungu wakati hawana elimu yoyote. Lakini leo asilimia kubwa ya makanisa hususani ya mjini yamewachukulia sana kawaida watu ambao hawana elimu ya dunia hii. Yaani wamewachukulia ni watu ambao hawana uelewa wa neno la Mungu. Hata kupewa nafasi ya kuhubiri kwao imekuwa yani ni nadra, yani hata kama wakipewa basi ni mara chache. Sasa mimi nazidi kukumbusha neno hili. Asilimia kubwa ya watu ambao hawana elimu nzuri ya hiki kidunia wanauelewa pia wa neno la Mungu, kwa sababu wao humtegemea sana Roho Mtakatifu. Ni tofauti na mtu ambaye hajaenda kwenye chuo cha Biblia, lakini unakuta mtu huyo hajaenda kwenye chuo cha Biblia, lakini anajitahidi sana kusoma neno la Mungu na kumsikiliza Mungu. Kwa hiyo hii nao ni changamoto. Jambo la pili, siku hizi makanisa mengi wanahubiri sana Kiingereza. Tafikiri wote waliomo mle kanisani wamesoma. Mnatafasiri sasa. Kwa hiyo wahubiri, ili nalo tuliangalie. Tunapohubiri mambo ya Kiingereza kanisani, unakuta tu kidogo dakika ngapi ameshahubiri Kiingereza, kidogo dakika ngapi ameweka Kiingereza. Ni vizuri, lakini pia ni bora zaidi kutafasiri kwa Kiswahili ili yule ambaye haelewi apate kuelewa. Ni ushauri wangu tu ambao mimi nimeona nitoe. Jambo la tatu, siku hizi mtu akihubiri ukweli anaonekana anahubiri mambo ya zamani, amepitwa na wakati, mara ana misimamo. Sasa swali la kujiuliza, kati ya yeye anayehubiri na anatumia hiyo hiyo Biblia, je, kipi cha zamani hapo? Ni ile Biblia au ni yeye? Ukiangalia sana watu hao wanaosema ni wa zamani, sijui ana misimamo yake, ukiwaangalia vizuri ni watu ambao hata neno la Mungu hawalishiki. Ndio maana unakuta wanampinga mtu wa namna hiyo, wanamuona hafai. Ndugu zangu, tubadilike sana. Sisi wote ni wa Mungu, sisi wote ni wa Kristo. Mtu anapofundisha neno la Mungu sio kwamba yeye kajitungia. Hapana, nizungumza kile kilichopo. Kama kijitungia, neno la Mungu lazima liweke wazi, limkatae kwamba hiki si. Kwa hiyo mimi ninachokiona, nimekuwa nikiona sana mchungaji Moses Magembe. Ni mchungaji ambaye amejitahidi sana na anaendelea kujitahidi kulihubiri neno la Mungu la kweli kabisa. Lakini ni watu baadhi unakuta tu wanamuona ni mzee, wanamuona na misimamo yake, kitu kiangalia kabisa anachokihubiri ukilinganisha na neno la Mungu ni sahihi. Sasa mimi sijajua tunataka mahubiri gani. Mahali fulani wakanikuta ninasikiliza mahubiri ya huyu mzee Moses Magembe, wakaniambia kwamba unamsikiliza huyo? Huyo bwana shapitwa na anahubiri mafundisho ya zamani. Lakini mimi kwenye Biblia huaga sina mafundisho ya zamani. Neno la Mungu ni lile lile. Neno la Mungu ni lile lile. Kwa hiyo ndugu zangu, hayo mambo ambayo nimeyazungumza tuyaangalie kwa umakini. Labda niongezee tu la mwisho kabisa. La mwisho kabisa. Kuna makanisa, nitakuja niongelee aina za makanisa. Aina za makanisa nitakuja niongelee kama Mungu atanipa kibali. Lakini kuna makanisa mengine yani yako bize kudili na wale wenye hela, wenye cheo serikalini, kidogo na pesa. Basi hao ndio utakuta wanaongelewa, yani ndio utakuta ni kweli mwenye hela, mwenye nguvu hutawala, lakini tunapokuwa kwenye swala la kimungu wote tuko sawa. Haijalishi ni maskini, haijalishi ni mtu tajiri. Na Biblia
Haijasema kwamba tajiri hatauona ufalme wa Mungu, imesema tu ni vigumu tajiri kuingia katika kuona ufalme wa Mungu. Yaani ni virahisi ngamia kupita katika tundu la sindano, lakini ni vigumu tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Ni vigumu, sio kwamba haiwezekani, inawezekana, ila ni vigumu. Sio kwamba haiwezekani, inawezekana. Na Mungu hajataka si tuwe maskini. Unajua neno maskini ukilitafasiri katika lugha yetu ya Kiswahili utakuta neno maskini maana yake ni mhitaji. Sasa sijajua nani hapa ambaye sio mhitaji. Na ndio maana Biblia inasema heri maskini wa roho, wao watauona Mungu. Sio kwamba maskini wa mwili, maskini wa roho, wale wanaohitaji mambo ya kiroho, kwa maana yake. Kwa hiyo ndugu zangu, nikomee hapo, nafikiri tumeelewana. Basi kama kuna maswali mengine ya kujifunza hapa na pale, mimi niko tayari. Unaweza kuniita Isaya Ano Sise, ni mwimbaji pia wa nyimbo za Injili Tanzania na dunia kwa ujumla.